kila mtu anapofanya kazi na mtu anakuwa na malengo fulani. Tumeona umefanya kazi na watu wengi, wasanii wengi wa Mombasa, lakini pia vile vile umepata nafasi ukaweza kuruka nchi jirani ukafanya kazi nao. Watu wanatamani kujua mafanikio yako ya kufanya kazi na wasanii wengine kama wa Bongo imekutengenezea kitu gani kikubwa ambacho unaweza kukaa wewe mwenyewe ukajivunia? Mimi kwa sasa hivi naweza sema mbali na kujenga, mbali na nini, mimi I think kwamba safari yangu kwenda Tanzania kufanya kazi na watu wengi imeniletea impact, kwa sababu sasa hivi imenipatia a lot of endorsement pia. Yeah, kwa sababu kampuni kukuchukua ufanye nayo kazi, it means that unaweza jiekezea. Inaweza kupa pesa na uka maintain. Unapata ma content creator wengine wakipewa pesa tu ashaanza kuropo kwa mitandao. Lakini kampuni inaangalia the way unaweza tumia pesa kujijengea, unaweza tumia pesa kujitengeneza, kwa sababu wengi tu wanaona kana kwamba jina linatengenezwa kama kitabu, lakini jina linatengenezwa kwa gharama nyingi sana. Yeah, so I think kwamba tu ni ile kujitengenezea na endorsement zenyewe hizo zimekuja nyingi. Kuna umezungumzia kwamba content yako ni moja ya content ambayo nafikiri inaangaliwa na watu wengi, ni content ambayo mtu yote anaweza kaiangalia. Nataka nikuchezee video hapa, kuna sauti ya mwanadada ambayo utakuwa unisikia, alafu utakuwa unanipatia kauli yako kutokana na hii kitu ambacho alikizungumzia. Hiyo mpaka ushikwe ndio ufanye content. Mpaka mshikane nyinyi ndio mfanye content. Mtoto kike mpaka ushikwe wewe, urukiane ndio content iende mbele, si ndio? Utafute likes na kutrend, sio? Mama, let me tell you something. The internet never forgets. Itakuja kutokea in a certain point you're looking for an opportunity ama you're looking for a husband. Yule mtu mashallah ni mtu kabisa ambaye yuko vizuri kila kitu, nobody is perfect, lakini yuko vizuri. Watu wakisikia wale wana mtu fulani, watu wenda kumuonesha, watakumuoa msichana mwenye alitumia usichana wake hivi. Tunafikiri ni mwanadada anakwenda kwa jina la SOS kama atakuwa sijakosea. Video niliona. Video niliona kwamba anaelezea kwamba content si lazima ushikwe. Ni kweli, kwa sababu sisi tumezingirwa katika maisha ya mtandao. Yani maisha yametuzunguka sisi, ni maisha tayari tunapata ya kimtandao. Sasa kitu kimoja nimekuja kusoma about internet. Internet bwana, mimi mwenyewe upuzi wote nafanya, lakini kuna video nilizopost alafu nikaifuta. Kwa sababu najua hichi kitu kunje, mimi ni mtu ambaye naangaliwa. Mimi ndiye mtu ambaye mbali na watu walionifollow TikTok, mimi nina mafansi wengi kuliko walionifollow. Ushaelewa kabisa. Mimi na watu wanaonifuatilia zaidi ya milioni 3. Na ambao hata hawajui TikTok ni nini, lakini wananijua. Zaidi ya 3 ama 4 million plus. So wanagundua kwamba watu ambao wananiangalia katika hadhi ya kwamba mimi si mtu wa vitu kama hivyo. Labda nimechukua demo. Mimi yani useme naweza kuwa nina demo, lakini kumweka kwa mitandao nini, kuonesha mafans, una vitu vingi na influence. Mwanzo na push zina, wewe unahusika kwa katika kupush zina, kwa sababu mbali na mitandao sisi pia watoto wa Kiislamu. Sasa hivi tunalala, tunaamka, tunaambia bwana wafua. So pia kuna vitu lazima tuache, kwa sababu kuna siku nilikuwa nimesimama mahali kwa mazishi. Kuna mtu akaniambia sasa hivi siku ya kiyama ikifika, kila mmoja atakuwa yani anajitetea kivyake. Yani ulifanya dhambi, lakini unakiri kwamba mimi sikufanya dhambi. So miongoni mwa wale ushahidi ni kwamba uko duniani lile dhambi lako litakuwa linachezeshwa. So I think that moment ni kwamba ni ushahidi ambao kule kaburini unakataa, ni ushahidi unachezeshwa kwenye mitandao. Kwamba angalia, kumbe ulikuwa ukipushi zinaa, ulikuwa ukifanya hivi. So I think content zipo. Na aliyesemwa ni mtu ambaye mwanangu pia na mind sana, na mimi mwenyewe anamkanya hivi vitu acha. Usifanye hizi vitu kwa sababu zimbali na nini, utakuja uelewe. Kuna mtu ambaye anataka kukuoa sasa hivi, lakini akiangalia unafanya figa kama hizi, anakuacha tu starehe. Kwa sababu sio wanaume pia tunaangalia figa za mwanamke. So unaangalia huyu mwanamke mbona yuko hivi, anaje expose. So kuna vitu vingi ambavyo yeye kama yeye vitakuja vimuaffect.
mbali na kwa sababu mbali na likes tunazopata pia sisi tuna maisha yetu mbali na mitandao. Okay. So lazima pia mwenyewe ujithamini na ujijali mbali na kufurahisha mashabiki. Okay. So kuna kitu kikubwa sana cha kujifunza kutokana na hii kauli. Okay, na kuisikia. Tofauti ya wasanii wa Mombasa na wasanii wa kule. Wa Tanzania wana umoja. Mbali na umoja wana mivimbo kwenye kazi. Alafu hawawekeani vikwazo kwenye makutafuta. Okay. Tofauti ipo sana. Si wachache afa tupendane. Okay. That's all. Kwa hivyo wabongo kule yani roho safi, yani ukienda kufanya naye kazi unafanya naye kazi. Wabongo wana ule kuthamini kazi, wanichukulia kama kazi. Sure. Mbali na Kakaisa kufanikiwa kimaisha, yeye anathamini kwamba Kakaisa pia ni miongoni mwa kiungo muhimu kwenye sanaa. Hakuna huyu mkubwa huyu mdogo. Anjo kwetu sasa. Tofauti. Sisi tunakosa kabisa hizo vitu. Sisi tuna mkunjo wa roho. Okay. Ukipita kidogo unamwekea vikwazo ni kani mbaya na watu. Okay. Ndio. Huku kwa hivyo sisi bado tuna kazi kubwa sana kufanya. Tuna kazi kubwa sana kufika pale wale wenzetu wamefika. Tukitaka kutoa hiyo kitu kwamba sisi bado tuna roho za kukunja, bado tunaoneana ile kwamba mwenzangu akipita atakuwa ni ngumu hapa. Tukitaka kuitoa hiyo kitu tunafaa tufanyeje? Tukitaka sisi hatuwezi. Kwa sababu sisi tuna umejikenda ama tuna udigo. Wajua kule kwa tudigo tuna kitu tunakiita udigo. Yani upendi mwenzio afanikiwe. Unaona? Sisi hatuwezi bro. Wewe unaamini kwamba Madundo akifanikiwa basi hata kuomba. Na wewe raha yako Madundo aje kwako kila siku kunyenyekea. We are very different my friend. Hii sanaa tu. Sure. So I think tukiacha yani roho mbaya, tukiacha roho mbaya tutafika mbali. Lakini tukiwa na roho za kwa nini yule ameenda Tanzania? Kwa nini amefanya kazi na wasanii wa Bongo? Acha tumwekelee hili neno hili, atrendi nalo achafuliwe jina. Naamini kwamba sisi kuna watu ambao wana talent kubwa. Sisi tuna talent, sisi tuna vitu vikubwa. Ukiangalia msanii kama Eko. Bro, mimi nisheka na wasanii Tanzania nikawasikilizisha nyimbo za Eko. Wenyewe wakamkubali wakasema Eko ni mkubwa. Mbona yupo hivi? Kwa sababu ya melody zake, maneno yake. Lakini ukiangalia watu venye wanamchukulia, yani sisi wa Pwani tunadogoshana. Si ni Eko tu huo. Si yuwi. Yani hakuna siku ambayo mtu ataku appreciate kwa mazuri unayofanya. Anasubiri tu zile mistake anze kukuandama na maneno. Lakini mazuri mengi umeyafanya watu hawaoni. So I think kwamba tuache hizo vitu sisi kama Wapwani. Kuna namna yote katika wale wasanii ambao uliwasikizisha ngoma za Eko ama walipata nafasi kupitia muziki wa Eko, labda kuna namna yote msanii mwingine alisema kwamba natamani pia kufanya kazi na udogo hivi? Nishika na Bando. Nikamsikilizisha muziki wa Eko akaupenda sana. Msanii mwingine yani nishika na kuna msanii anaitwa Novo. Nishika naye pia akapenda sana melody za. Hivi tu sijakaa, unajua toka nirudi sijapatana na Eko nikampatia zile connection. Lakini in real sense wasanii wakubwa wengi ambao naweza mwambia bro, hebu mshikeni mkono ndugu yangu akafanya naye kazi. Hapo wengi tu. Munisha Zili, mara mwisho kuongea na Munisha zilikuwa ni lini? Munisha zina. Madundo bana. Zikati hapa tumeona maeka pia Madundo bana. Bana Madundo tuambie bana siri ni nini? Mimi sina siri ndugu yangu. Mimi I think kwamba tu ni mtu wa kuhype na Kakaisa. Mimi ni mwanaume bana. Kuna mwanaume mnyonge. Ya mnyonge vipi? Na nilizaliwa rijali mimi. Naanzaje kwa mnyonge? Mimi ukija na kukubali. Ukija na kukubali na kuona akili yako ikoje, nikikuona akili yako hailingani na mimi nakuacha. Lakini sijai kataa demo toka nzali kwa sababu washiki nikataa sana. Siwezi kataa demo. Wasema ushakataliwa sana. Washiki nikataa sana. So this time ataje kinyanya mimi nakikubali. Pita naye. Nakaa naye tu. Si amekuja ataka stara. Yote ataka stara akija na mkubali. Hii kali sana kutoka kwa Madundo. Siwezi mimi nakataje demo bro. Mimi mwanaume. Nakataje. Mimi ukija kwa DM yangu nakupenda sawa. Hata wakijamia na waje. Dirisha lipo wazi. Sitakataji Kakaisa. Maria Hateti ile. Wajua kuna tofauti ya kuwakubali mtu na kudate naye. Mimi si rahisi kudate na demo. Yaani kukaa naye paka juu maisha yangu ni ngumu. Lakini tunaweza ongea hata mwaka mzima. Bora tu nione mentality yako ikoje. Lakini mnaisha zinaongea fresh.
Uko fiti? Mwanangu unajisi. Kuna kitu ambacho tunataka tukizungumzie, lakini pia itakuwa ni vizuri ukikiweka wazi kwa sababu ya faida ya mashabiki zako, lakini kwa faida pia ya watu ambao wanakutazama kama role model wao. Hizi vitu zote ambazo zinaendelea, kuna namna yote labda unamfahamu huyu mwanadada ama ni story ambazo za kutengeneza, kwa sababu nyinyi mmekuwa na heka nyingi, kiki zimekuwa nyingi. Boss, mimi sitaki kuongelezwa issue. Okay. Sababu gani nikwambia hivyo? Mimi ni mtoto wa kimaskini. Sure. Alafu katika hii dunia hakuna siku mwanadamu atakusifia kila wakati. True. Alafu issue kiamini kwamba wanadamu ni miongoni mwa viumbe wanafiki Mwenyezi Mungu aliowaumba. Mwanadamu anaweza kusupport huyo anayekusupport, sure. Lakini chochote kile kibaya kikisikia hataki kukujua upoje, yeye tayari na judge. Ambapo Allah mwenyewe amekataza. Sure. Amesema hata wala tajassasu wala msichunguzane. Okay. So katika hii dunia kama utojipongeza mwenyewe kwa kile unachokifanya, okay, hautowahi pongezwa na mtu yoyote. Sure. Sasa hivi nakuja kujua hicho kitu. Okay. Mazuri mengi nimefanya katika hii community yangu. Lakini watu wale wamefika stage wamenigeukia, they shut on me, wananitukana. I took it simple bro. Okay. No one sasa hivi wanaona najua nimekula. Hakuna mtu. Sure. Natoka nianze TikTok. Sijawahi fuata demu yoyote DM kumtongoza. Okay. Sijawahi. Sure. Mimi ukija ukinitaka nakwambia mimi nina demu wangu. Ukileta shobo, twende shobo. Madundo. Kuna kitu hapa sijakielewa. Tokea uingie TikTok. Tokea Madundo afahamike kama Madundo. Hujawahi kuingia DM ya sijawahi kufuata demu yoyote DM. Okay. Kitu kinaitwa DM, kumtext demu. Wallahi. Labda ni text, niambie nimependa video yako, only that. Lakini sijawahi taka mahusiano ya mitandao. Okay. That's real about me. Na chengine nataka kukuambia hivi kaka Isa. Mwanadamu huwezi mridhisha. Huwezi mridhisha. Okay. Kama kuna mtu anaweza kusema kwa mabaya, umetulia. Yeye mwenyewe pia anatumia kifua. Okay. Anaumiza, anaharibu muda wake kusema hata umjibu. Labda vyote anafanya. Lakini nataka kusema hivi, kuna watu ambao wanapush hii issue. Okay. They are behind the issue. Wewe ndiye mmoja nilijuana naye lini? Kitambo sana. So wamesubiri wakati ambapo nimetengeza brand yangu. Mimi ni mkubwa. Okay. Nimetengeza fan base yangu. Sure. Umeona kaka Isa, wewe mwenyewe kama kuna mtu ni machua, kama mafans wangu ni machua, wataelewa kwamba kuna watu wananichorea. Umenielewa? Yeah, sure. Kwa sababu wanajua Madundo amewapita kiasi fulani. Ametengeza jina lake. Hao watu tayari ushawajua kabisa. Mimi bro, wamenijaribu kwa njia nyingi. Sure. Wamenipa michongo, mimi sasa hivi nimeachana nao. Unajua kwa nini? Bro, wanajaribu kunifelisha. Okay. Sasa hivi kama Madundo anasemwa kama hivi, wao kwa hii live. Wanafurahi. Mimi sina shida. Kuna namna yote labda katika hao watu ambao nazungumzia, nisingependa wataje majina. Labda kuna namna yote labda mshawahi kupishana labda? Ni wanafiki. Ushaona mtu ana pretend kwa mzuri lakini mbaya. Sure. Okay. Mwanaelewa Kaisa? Mshawahi kuwa na ushikaji labda? Ushikaji tunao. Mwanangu sana. Unajua hakuna mtu mbaya kama anekutolea meno. Si mlaumu wa demu, sitowahi ongea kuhusu hizo issue, lakini naweza ongea kuhusu wenzangu naofanya nao kazi. Sure. Wao ndo wanapush hii issue. Nionekane mbaya. Okay. Nionekane kana kwamba mimi tapeli. Okay. Lakini ukweli kwamba sijawahi tapeli mwanamke toka nizaliwe. Sure. Sijawahi bro, mimi nishatapeliwa 100,000. Mimi nishaitapeliwa. So kitu siwezi fanya ni kumtapeli mtu. Ilikuwaje? Hebu tuelezee story yako ya tapeli. Ilikuwa ni mwanamke ama mshikaji? Ni family tu. Okay. Family issue. So kitu ambacho kuna watu wanajaribu kukileta katika community yangu ni kunichafulia jina. Okay. Kwa sababu wamejua Madundo create audience kubwa katika hii jamii. Okay. So wameitumia ile fursa katika kunichafulia mimi, mashabiki wangu wanione mimi kana kwamba I'm a bad guy. Okay. Lakini nami nataka kusema hivyo. Allah yupo pamoja nami. Sure. Kama nilifanya, sikufanya, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu ndiye hakimu wa yote. True. Kwa sababu kuna tofauti ya kutapeli na kupewa. Okay.
Mimi mwenyewe shaonga mademu mara kibao, shaongana sana, lakini hakuna siku nishafuata demu nikamwambia mpatie kitu nilichokununulia. Hakuna. Okay. Hakuna. Sure. Unajisikiaje sana ukiona watu wanakuattack sana kwa watu vitu ambavyo labda pengine wao hawavielewi, lakini kwa sababu vimeletwa kwenye mitandao watu wanakuattack? Kuna namna yote labda vinakuumiza? Mimi haviniumizi. Okay. Bro, mimi haviniumizi. Mimi alhamdulillah na mashabiki wangu. Umeelewa? Na mashabiki wangu wanaonisupport. Kila nikipost wana like, wana share video zangu, wao ni wangu. Okay. Hao wanotukana ngwa yeye, si wajui. Okay. Watu ambao hata si wajui, hawajui pia ni wapi. So I think kwamba tu watumie hekima. Okay. Na katika hii dunia usiwahi jivalia neno ambalo ulijuaya mwanitukana kesho na kesho kutwa huyo demu wale wote wanitaka. So I think kwamba the right time mimi sasa hivi niseme na namfuata namtaka tena ama tunatakana, wajinga atakuwa kinana. Sio ingilia kesi za mapenzi, mnaonekana wapuzi. Okay. Kwa marafiki zako wa karibu, baada ya kuona ile heka lote ambalo linaendelea, ni ushauri gani ambao ushaikupewa? Na rafiki yangu ambaye shanishauri achana na hizo issue. Aliniambia tu achana na hizo issue. Okay. Achana nazo kwa sababu hii dunia kuongea ni kitu cha kawaida. Okay, sure. Kuongewa ni mojawapo ya ni level ambazo navuka. Watu washa trend na tupu za uchi zao. Yaliongewa yakaisha. Mimi nani? Wataongea, watalala. Jana si waliniongea, wamelala. Juzi wanalala. Okay. Hawanipi upumzi. Okay. Mungu peke yake ndiye mtu namuogopa, lakini mwanadamu mimi hata yeye ni keri. Labda kwa sababu imekuwa ikizungumziwa sana ikiendelea, labda itafika wakati Madundo naye aamue kwamba aachilie kwamba kile ambacho cha ukweli. Kuiweka ninakurudia tena bro, demo anikeri. Wanaonikera ni wale wanaopush siasa chafu kwa ajili ya mtu aonekane mbaya. Okay. Kwa sababu ya Madundo amewapita kwa level fulani. Kwa namna fulani najaribu kuniambia kuna baadhi ya watu ambao wametengeneza hii agenda kwa sababu wao they want to be on top always bro. Okay. Umeelewa? Content creators ama watu tu? Content creators tu. Hivi ni vita vya ndani kwa ndani. Ndani kwa ndani. Okay. Wametoa makucha yao kwamba this is our plan. Waliniletea agenda, nikaikataa, nikaipuza. Okay. Wakaniletea zingine. So this is the last agenda ambayo walikuwa wameitarget. Okay. Bro, mimi nimekomaa sasa hivi. Nimejua marafiki na nimejua kazi ipoje. Okay. Yeah. Lakini hujawahi kuwacheki kuambia mbona jamaa mnafanya hivi bwana? Kuwacheki ni shawahi. Na hata ushahidi ni naona ingekuwa kuripoti watu bro. Ingekuwa nishafunga watu kibao. This is a cyberbullying. This is a cyberbullying. Yeah, lakini mimi ni mtu mwenye hekima sana. Hekima, sure. Mimi pamoja na ujinga nao lakini hekima nao. Okay. This is a cyberbullying. Kwa sababu una assume mtu na kitu ambacho hauna ushahidi nacho. Okay. Natamani kujua Maria anaendeleaje bana? Maria. Maria yuko poa. Okay. Yeah. Sema na heka lako sana kunde bana. Sema Madundo bana shakuwa sharuhani bana. Okay. Hivi ukaribu wako ukoje na Maria bana? Manake wewe. Maria ni mtu tunaelewana sana. Alafu Maria si msichana mshamba. Okay. Maria anajielewa. Sure. Is a mature lady, ni mtu ambaye anajua anafanya nini. Ni mtu mzima. Yeah. Okay. Ndio. Nasikia baby mingi sana pale kwa live mkasema Madundo bana hapa amepatikana. Iko hivyo kweli ama ni kitu mmekitengeneza? Yule ni demu wangu. Kwa hivyo hii ni rasmi kwamba uko kwenye uhusiano na yule demu, she is my lady. Yaani niko naye toka kitambo. Okay. Sema tu mimi huwa sielewa tena mimi mtu wa kweli. Sasa ndio umeamua. Hivi labda kitu gani ambacho kimekufanya kwamba sasa acha tuje tunayo kwa public watu waione na kwa sababu nimeona tu mademu anajipiga vifua. Mtu unaweza pata amekuposti naomba kitoto. Unaona? So I think kwamba pia ni rahisi hivi ni muda wa kwamba watu wajue Madundo ni nani. Yeah. Mwanamke kama hana pesa asijaribu kuja DM kukutongoza. Hii kauli kwako unaweza ukaichukuliaje? Mimi bro, narudia kusema mwanamke yote ambaye nimemwacha, hakuna mwanamke anaachwa bila sababu. Watu hawajui tu. Okay. Lakini kila baya lina sababu. Hakuna mtu anaweza amka tu akacha demu. Okay. Umeelewa? Kuna siku mimi acha uvume uishe, alafu kuna siku tu nitakuja nikae nieleze the real story. Okay. Kwa hivyo kuna time utakuja yeka wazi. Yeah. Okay. Yeah. So I think kwamba kila mwanamke anayeachwa ana sababu yake. Okay. Narudia tena, kila mwanamke anayeachwa
ana sababu yake. Sure. Na mwanamke ambaye simpendi mimi mwanamke wa mdomo. Tukiachana dharau, tutarira pia kamdomo. Sipendi mdomo. Kamdomo kaka Isa katika wale mademo ambayo mimi siwapendi, demo wa kuongea sana. Huyo demo ambaye simpendi sana. Umpendi sana? Sana. Yaani yeye nguoni unanicheat. Mimi demo ambaye unanicheat si anikeri. Lakini demo kimwona ni mtu wa kuniongea madhaifu yangu, yeye ni mtu wa kuyaongea. Shida zangu ni mtu wa kuzifanya story na makasoro zangu ni mtu wa kuzifanya story. Mimi namwacha. Haupendi kabisa. Huyo ni mchawi. Nachukia sana. Huyo ni mchawi si demo.